Shalom mwana wa Mungu popote ulipo. Majina yangu naitwa Jaji Noahel Beniawe. Unabii katika siku 7 za uumbaji ni ujumbe ulio mbele yako. Mungu aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 7. Kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wake wa 1. Hapo mwanzo Elohim aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, nalo giza lilikuwa katika vilindi vya uso wa maji, na Roho wa Bwana alikuwa juu ya uso wa maji. Ukitazama tukio la Mwanzo sura ya 1 na mstari wake wa pili, utaona linafanana sana na tukio lile la Mwanzo sura yake ya 8 na kuanzia ule mstari wake wa 9, wa 7, wa 8 na wa 9 na kuendelea. Wakati ambapo Nuhu amesafiri kwa siku 150 akielea juu ya gharika, dunia yote ilikuwa imefunikwa na maji. Hivyo Nuhu akafungua dirisha, akamtoa kunguru, akamtuma aende amletee ripoti juu ya yale yanayoendelea juu ya uso wa nchi. Biblia inasema kunguru alipotoka hakurudi, bali alienda akakaa katika vilindi vya uso wa maji akila mizoga, akakaa pamoja na vitu vilivyokufa. Na sisi tunajua tafsiri ya giza maana yake ni mauti, ni vitu vilivyokufa, ni laana. Hivyo kunguru akaungana na vile vitu. Kwa hiyo kunguru ni nembo au alama ya mauti, ni alama ya giza, ni alama ya laana. Na baada ya siku 7 Nuhu akamtoa njiwa, akamtuma. Yule njiwa akatoka akaenda, na hakuona mahali pa kuweka mguu wake kwa sababu nchi yote ilikuwa imejawa maji. Kwa hivyo njiwa alikuwa akiruka juu ya uso wa maji. Tazama picha zote mbili, picha ya kwanza ya Mwanzo sura ya 1 mstari wake wa 2, na picha ya pili Mwanzo sura ya 8 mstari wake wa 7 na mstari wake wa 9. Utaona Mwanzo sura ya 1 mstari wa pili anasema giza lilikuwa katika vilindi vya maji. Mwanzo sura ya 8 mstari wake wa 7 anasema kunguru akawa katika vilindi vya maji akila mizoga. Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 2 anasema Roho wa Bwana alikuwa akielea juu ya uso wa maji. Na Mwanzo sura ya 8 mstari wa 9 anasema njiwa alienda akielea juu ya uso wa maji asione mahali pa kutua miguu yake. Kwa hiyo hakutua, alikuwa akielea. Njiwa ni nembo ya Roho Mtakatifu, ni nembo ya Roho wa Bwana, yani Ruha Elohim ama Ruha Hakodesh. Kulingana na Mathayo sura yake 3 ule mstari wake wa 16, Biblia inasema Yesu alipotoka kubatizwa katika maji, mbingu zilifunguka, kisha Roho wa Bwana akashuka juu yake mfano wa hua, yani mfano wa njiwa. Kwa hiyo ukitazama matukio haya yote matatu, utagundua jambo moja, ya kwamba njiwa ni ishara ya yule Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya uso wa maji wakati wa uumbaji, na kunguru ni yule roho aliyekuwa ni roho wa mauti aliyekuwa katika vilindi vya uso wa maji kwenye Mwanzo sura ya 1 wakati wa uumbaji. Ndipo Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kisha ilipokuwa nuru, Mungu akaitenga nuru na giza. Siku ya kwanza Mungu alitengeneza, aliumba nuru, akaumba giza. Akasema akaitenga nuru na giza, akaita nuru mchana, akaliita giza usiku. Ukienda kwenye kitabu cha Mithali sura yake ya 9, utaona Biblia inasema habari ya hekima. Anasema hekima alijenga nyumba yake, akasimamisha nguzo zake 7. Kwa hiyo kulikuwa kuna nguzo 7. Hivyo uumbaji ni nguzo. Hii ni nguzo ya nyakati, ni nguzo ya unabii, ni nguzo ya mambo ambayo yatatokea baada ya uumbaji. Kwa hiyo siku ya kwanza ilikuwa ni uumbaji. Ukienda kwenye kitabu cha pili cha Petro mlango wake wa 3 mstari wake wa 16, Biblia inasema ya kwamba, mstari wake wa 8, Biblia inasema ya kwamba siku moja kwa Mungu ni sawasawa na miaka 1000 kwa wanadamu. Kwa hiyo hapa Petro alichokuwa anakizungumza, alikuwa anazungumzia nyakati, kwamba nyakati za kibinadamu 1000 ni sawasawa na siku moja kwa Mungu. Kwa hiyo zile siku 7 ambazo Mungu alikuwa ameenda kuumba mbingu na nchi, maana yake ni kwamba aliumba nyakati 7 ambazo ulimwengu utaishi. Nyakati 7 maana yake ni miaka 1007. Kwa hiyo siku 7 za uumbaji ulikuwa ni unabii wa miaka 1007 inayokuja, ambayo mwanadamu angeliishi ndani yake. Unaweza ukajiuliza,
hili jambo linakuwaje? Linakuwa namna hii. Siku ya kwanza baada ya uumbaji, Mungu alichukua nuru na giza akaviweka pamoja, vikaanza kuishi. Huu ulikuwa ni unabii juu ya maisha ya uchaguzi wa maisha ya mwanadamu, sawa sawa na kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Mungu akawaambia Israeli, tazama mbele yako nimeweka mema, nimeweka mabaya, nimeweka uzima na mauti, nimeweka baraka na laana, nimeweka nuru na giza. Akamwambia, chagua uzima, chagua nuru, chagua baraka ili upate kuishi. Kwa hivyo siku ya kwanza ulikuwa ni uumbaji unaohusiana na chaguo la mwanadamu, kwamba zilikuwa ni falme mbili. Ulikuwa ni ufalme wa giza uliokuwepo na ufalme wa nuru ambao Mungu aliuleta. Hivyo ukawekwa mbele ya mwanadamu aamue aende na giza ama aende na nuru. Na ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 utagundua jambo moja. Kwenye sura ya 2 Mungu alipokwisha kuumba bustani ya Eden, alimchukua mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden. Alafu Mungu akaweka katika ule bustani akaweka mti unaoitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, yani mti wa uzima na mauti, yani mti wa nuru na giza. Kwa Adamu akaambiwa, kwenye huu mti usile, lakini matunda mengine ya miti katika bustani unaweza kula. Kwa hivyo unapoangalia kile kilichotokea ni kwamba Adamu aliwekewa uchaguzi, hivyo akawekwa katika mizani ya maamuzi ndani ya ile miaka 1000 ya mwanzo, yani zile siku 1000, zile miaka 1000 ya kwanza, yani siku moja kwa Mungu. Na Adam alipokula lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Biblia inasema ya kwamba hakufa siku hiyo hiyo, kwa maana ya zile siku za kibinadamu, bali katika siku za kibinadamu, kwa miaka ya kibinadamu aliishi kwa miaka 930, ila hakufikisha miaka 1000 ambayo kwa mujibu wa Petro ni siku moja kwa Mungu. Kwa hiyo siku ambayo Adamu alikula, siku moja ya kiungu ambayo Adamu alikula tunda, ndio siku hiyo hiyo alikufa, kwa maana ya kwamba nyakati zile za kwanza za Adamu, muda uliowekwa na Mungu ni miaka 1000 kwa maana ya nyakati. Hivyo Mungu aliumba siku 7. Hivyo tunazo nyakati 7 ambazo tunaishi hapa duniani, ambazo kwa mujibu wa Petro na kikanuni ukianza kutafsiri maandiko ni kwamba tunayo miaka 1007 iliyokuwa hapa duniani. Share ujumbe huu kwa wengine, na unaweza kusubscribe, ukalike ujumbe huu na ukashare na wengine, na itakuwa baraka kwako. Na tutakapokutana tena nitaendelea na siku ya pili nini kilitokea. Kama tulivyotazama kwamba siku ya kwanza ilikuwa ni jaribio la mwanadamu alilowekewa mbele yake la uchaguzi, kwamba achague kati ya nuru na giza. Wakati Yesu anazungumza na yale makanisa 7, alipeleka ujumbe kwa kanisa moja akiliambia, najua kwamba wewe sio moto wala sio baridi, bali wewe ni mtu uliye vuguvugu. Akamwambia ya heri ungekuwa baridi au moto, lakini kwa sababu ni vuguvugu ningekutapika. Hivyo uchaguzi umewekwa mbele ya mwanadamu tangu mwanzo. Hata wewe ambaye mpaka sasa hivi bado unasita katika kufanya maamuzi, wewe ambaye mpaka sasa hii unaishi katika giza, huu ni wito wangu kwako, huu ni wito wa kiungu kwako, ya kwamba urejee ukaichague nuru ukapate kuishi, ukaachane na giza ukapate kupona. Mungu ameweka vyote hivi mbele yako ili upate kuamua. Mungu anataka uamuzi kutoka kwako. Acha kusita. Hata mtume nabii Elia alipokuwa katika mlima Karmel aliwaambia wale wana wa Israeli, mtasita mpaka lini kati ya mawazo mawili? Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Hivyo mpaka saa hii Adamu alipochagua kukula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, yani mti wenye nuru na giza, tangu wakati huo mwanadamu amekuwa akining'inia kati ya mawazo mawili, amekuwa akining'inia kati ya fikra mbili, amekuwa akining'inia kati ya falme mbili, yani kati ya nuru na kati ya giza. Haelewi aende upande upi. Lakini huu ni ujumbe wangu kwako na ushauri wangu kwako, na ni maombi yangu kwako kwamba uchague nuru ukapate kuishi. Jina langu ni Jaji Noah Beniawe. Shalom.